lakini huduma zetu ni masaa 24 kila siku, na usikose. Na tunamikesha viwango, hiyo ni kila siku tunamwona Bwana, na huduma zetu ni bure. Biblia inasema mmepewa bure, toeni bure. Tumepewa bure, tunatoa bure. Kwa hiyo fika tuabudu pamoja. Nitafurahi kukuona. Kama nilivyokuahidi wakati uliopita, kwenye somo ambalo nilileta mahali hapa, nataka nikukumbushe jambo la msingi sana. Kitabu cha Isaya, ile sura ya 41 mstari wake wa 6 na ule wa 7, Biblia inasema neno haya: wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuawe, akisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari istikisike. Bwana Yesu, libariki neno lako na mtazamaji wangu katika jina la Yesu, amen. Ujumbe ni habari ya tumika katika kusudi lako. Tumika katika kusudi lako. Kama ulinitazama kipindi ambacho kimepita, sasa hii ni sehemu ya pili ya huu ujumbe wa kutumika katika kusudi lako. Kichwa cha somo kimebeba mambo mawili: kutumika na kuna kusudi. Na nikasema utumishi wowote nje ya kusudi hauna thawabu yoyote. Utumishi wenye thawabu ni ule ambao mtu anatumika kwenye kusudi. Nikaeleza nini maana ya kusudi. Nikasema kusudi ni ile sababu ya mtu kuwepo, ni ile sababu ya kitu kuwepo, the reasons of your existence, sababu ya wewe kuwepo. Haupo kwa bahati mbaya na bila kujali ulizaliwa namna gani. Madam upo, tambua upo kwa kusudi. You are there for a purpose. Hata kama jamii na kuzalau na kupuuza, siku kusudi lako utakapolijua na likafunuliwa, ukaanza kuliishi, ambao walikuwa kusalimii wataanza kusalimia kwa heshima. Kwa nini? Kusudi lako limebeba utambulisho wako mbele ya jamii. Kusudi lako limebeba mpenyo na mafanikio yako. Na ndio maana mwisho nitakupa nafasi, utapiga simu nami nitaomba na wewe, Bwana afungue ufahamu wako wa rohoni, upate kujua kila ambacho uliletwa hapa duniani ukifanye. Haupo kufanya kila kitu, liko jambo la kusudi. Na ndio maana kama kuna msiba au janga chini ya jua, ni mtu kutumika nje ya kusudi. Usipojua kusudi lako, haya ndio madhara makubwa. Utatumika vibaya na utatumiwa vibaya. Usipojua kusudi lako, utatumika vibaya. Kwa nini? Utatumika nje ya kusudi. Wewe unaona kama umefanya kazi, lakini umetumika nje ya kusudi. Lakini watu watakutumia vibaya kwa sababu hujui ulichokibeba. Naelewa shetani asingependa usikie ujumbe huu. Shetani asingependa ulijua kusudi lako. Kwa nini? Mpenyo na mafanikio ya mtu yamefungamanishwa na kusudi ambalo lilimfanya Mungu akuumbe kwa mfano na kwa sura yake na akakuweka duniani.
Haupo duniani tu kaikeke salasala. Upo ili kuiwakilisha serikali ya mbinguni katika kusudi, katika nafasi yako. Bwana apewe sifa. Hebu sikiliza maneno haya. Sikiliza. Kitabu cha Matendo ile sura ya 13. Niingie kidogo ndani nikuonyeshe jambo fulani. Matendo sura ya 13 na ule mstari wa 26. Nataka nikuonyeshe jambo fulani hapo. Habari za huyu alikuwa ni Daudi. Daudi, Biblia inasema baada ya kulitumikia shauri la Bwana akalala na wazee wake. Angalia Matendo sura ya 13 mstari ule wa 26. Nitasoma kwa ajili yako. Sikiza kwa makini. Daudi baada ya kulitumikia shauri la Bwana alilala. Matendo 13:36. Anasema kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana. Sikiza. Matendo 13:36. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala. Neno alilala alikufa. Shauri manake kusudi. Baada ya kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Pointi yangu, Daudi hakufa tu kwa sababu amekufa. Baada ya Mungu kuona kila ambacho alimleta Daudi akifanye katika kizazi chake, amekimaliza. Biblia inasema akalala, akafa. Na ndio maana kuna watu wamekufa lakini bado wanaishi, na kuna wengine wamekufa wakafa mazima. Yaani kuna watu walitumikia kusudi, hawapo leo, lakini utumishi wao bado una impact, bado una matokeo chanya kwa walio hai leo. Yaani tuna jambo la kujifunza kwa waliokufa. Hawapo, lakini walichokifanya wameacha alama kama point of reference, kama mahala pa kurejelea. Baada ya kulitumikia shauri la Bwana, nisikilize, tafuta kujua nafasi yako, kusudi lako, ili uweze kutumika kwa uhuru, lakini ukiwa na hakika ya kwamba kuna thawabu katika utumishi ndani ya kusudi. Nikasema wakati uliopita, huwezi ukafanya kazi kwa Joni ukalipwe kwa mchungaji kazi. Huwezi ukafanya kazi kwa Masanja ukalipwe kwa Ruvanda. Huwezi ukafanya kazi kwa Neema utarajia kwenda kulipwa na Miriam. Hilo jambo halipo. Huwezi ukaajiriwa na Stephen unaenda kuomba mshahara kwa Raymond, naomba nilipe. Ni jambo haliwezekaniki. Aliyekuajiri ndiye atakaye kulipa. Tafuta kujua umebeba nini. Na tumeona kitabu cha Isaya 41:37. Habari ya seremala ya mfua dhahabu. Tumeona ya mpiga fuao na kazi ya muungaji. Kila mtu anaitambua nafasi ya mtu mwingine. Nikaongea nikasema namna hii, mtu anayejua kusudi lake
hawezi akamwonea wivu mwenzake. Hivi ni viashiria, na visema indicators, viashiria vya mtumishi asiyejua wito wake, kusudi lake, nafasi yake, japo yupo kwenye utumishi. Naenda kuletea viashiria vya mwamini ambaye yupo ndani ya wokovu lakini hajui amebeba nini. Na niseme ni asilimia ndogo sana ndani ya kanisa wanaojua wamebeba nini. Na usipojua umebeba nini, huwezi ukajua kwa kiwango gani umetumika. Lakini huwezi ukajua unapaswa anzie wapi, uende wapi. Na ndio maana kitabu cha Timotheo wa pili 4:7 Mtume Paulo anasema maneno haya. Anasema, nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza. Alafu imani nimeilinda. Sikiza, huyo Paulo ndo anaongea marifani kwenye Filipi. Anasema kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Maneno haya kuna baadhi ya watumishi wamekuwa wakiasema, waamini wanasema, kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Sasa kufa leo, kaione hiyo faida kama unayo. Fuatilia nani aliongea sentensi hiyo, kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Ni Mtume Paulo ambaye anaongea kwenye Timotheo wa pili 4:7. Anasema, nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza, alafu imani nimeilinda. Neno mwendo nimeumaliza, mwendo manake shauri la Bwana, manake kusudi la Bwana. Kila ambacho Mungu alitaka Paulo akifanye katika kizazi chake, Paulo alijipambanua akajua. Na anasema yeye ameitwa kuwa mwalimu na mtume wa mataifa. Kwa akaangalia utume wake na walimu wake, alipaswa anzie wapi, aende wapi. Akitazama amemaliza, ndio huyo anaongea, anasema, sasa kama nikiishi ni kwa ajili ya Kristo na nikifa ni faida. Nini? Ameona kwamba alichopewa kufanya amekimaliza. Swali mwenzangu nitazama, unajua ulichokibeba? Na kama unajua ulichokibeba, ni kwa kiwango gani umetumika kuhakikisha hilo kusudi, hilo shauri, hiyo nafasi uliyopewa utumike, umeitendea kazi?